فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baada ya kumshukuru Alhaq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo insha Allah ta'ala kwa dakika hizi chache napenda kumnasihi ndugu yangu na kumuelimisha ndugu yangu kwa mada ambayo kwamba niliyoitoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nilitoa mada inayohusiana na baraka katika msikiti wa Mtoro nikiwa na Alhabib Sheikh Abbas Ramadhan. Kwa kweli mada hii ilikuwa ni mada ndefu sana, lakini namshukuru sana ndugu yangu huyu, mmoja katika madaia wa Kiwahabi. Yeye alikuja ili kuniradi na kuona kwamba ameniweka sawa, lakini maal asafi shadid nimemsikitikia sana ndugu yangu huyu daia mwenzangu, kwa kuwa ile klipu yangu ama ile darsa yangu ile ya Albaraka hakuisikiliza mpaka mwisho. Lau angeisikiliza mwanzo mpaka mwisho, basi angeelewa na angepata faida kubwa sana. Lakini kwa kuwa sisi kama madaia ni kuwekana sawa, wakati mwenzako anapomuona ameteleza, basi ni haki mweke sawa kwa njia nzuri, kwa njia ya nasaha, sio kwa njia ya kejeli, kwa njia nzuri sana. Na mimi leo nataka nimweke sawa ndugu yangu huyu ambaye kajitolea yeye, kaona kwamba katika ile mada ya baraka ina makosa, kwamba nimepoteza watu ama nimewatuhumu maulama wa sunna kama alivyosema yeye. Lakini mimi nasema ni kwamba ndugu yangu huyu Alhabibi hajafahamu kabisa na hajaelewa. Namuomba arudi vizuri, airudie vizuri ile mada yangu mwanzo mpaka mwisho. Lau atakuwa na insaf, lau atakuwa makini, basi ataweza kuielewa. Ndugu yangu, kwanza nampa nasaha na namshukuru sana pia. Napenda nimshukuru sana al-akh al-azizi huyu, namshukuru sana kwa kuwa amekubali kwamba Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana baraka, na akasema na hili ni muttafaqun alayhi, Bwana Mtume Muhammad kuwa na baraka. Amekubali ndugu yangu kwamba jambo hili ni muttafaq, halina shaka kabisa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana baraka. Wallahi nakushukuru sana ndugu yangu kwa kusema jambo kama hili, kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa wanashaka tunapotabaruku na Mtume Muhammad, basi wanasema hakuna bwana, Mtume ashakufa, hakuna tena baraka bwana. Lakini nakushukuru sana habibi kwa kuwa umekuja kuwakinaisha ndugu zako mawahabi kwamba baraka za Bwana Mtume zipo na baraka zake hazina shaka na zinaendelea. Jazakallahu khair Alhabibi kwa hilo. Ndugu yangu akaja akasema kwamba baraka ni ya Bwana Mtume tu peke yake ndio anaofaa kutabarukiwa,
mwingine yoyote, mwema yoyote hafai kutabarukiwa na jambo kama hili. Kwa itikadi yenu nyinyi ni shirki ama linapelekea katika shirki? Hii ndio akida ya Kiwahabi juu ya swala kama hili, kwamba kutabaruku na asiyekuwa mtume haifai na ni shirki ama lapelekea katika shirki. Hii ndio akida ambayo wanaitakidi ndugu zetu Mawahabi, ukiwa wewe ni mmoja wapo ndugu yangu. Lakini ukaja ukatoa dalili yako ulioitegemea ukasema la ijtihad fi mawridi nasr. Hii ndio kaida ya usulul fiqh ulioitegemea wewe, kwamba haifai hawa waliokuja maulama waliofanya istimbati, waliokubali kwamba kutabaruku na watu wema inafaa, wewe ukaja ukasema hapana, hawa itakuwa wamekosea kabisa, kwa sababu kutabaruku na asiyekuwa mtume hili jambo ni makosa, halifai kabisa, bali ni shirki ama lapelekea katika shirki. Ndugu yangu, nataka nikuambie kitu kimoja, kwamba hiyo kaida ni kaida ya usulul fiqh, inajulikana kabisa, lakini umeitumia sehemu ambayo sio yake. Hiyo kaida umeitumia sehemu ambayo sio yake. Kaida inasema la ijtihad fi mawridi nasr, hakuna ijtihadi katika sehemu ya nasri. Yaani kwa maana kwamba ikiwa kuna nasri ya mtume ama aya ya Mwenyezi Mungu, basi hakuna mtu kufanya ijtihadi yake. Ndio maana yake. Tunakuuliza Alhabib, wapi nasi iliyokataza kwamba haifai watu kutabaruku na watu wema? Tunaomba hiyo nasi ili tuone kwamba kweli maulama wamekosea, kweli maulama wanafundisha watu ushirikina. Wapi hiyo nasi, iko wapi, ili tuone kwamba hawa maulama ambao tumewataja na nitakutajia tena hapa, ili tuone kwamba kweli hawa maulama wamemkhalifu mtume na wamekwenda kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iko wapi hiyo nasi? Hakuna nasi. Bwana mtume hajasema kwamba msitabaruku na watu wema, hajasema na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekubali moja kwa moja kwamba yafaa watu kutabaruku na watu wema, na yeye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelikubali hilo katika hadithi ambazo kwamba hazipungui 3 na 4. Moja katika hadithi na kupa ushahidi kwamba kutabaruku na watu wema sio shirki, wala halipelekei katika shirki, wala si haramu. Ndugu yangu, soma hadithi ambayo ipo katika Sahihi Muslim. Fungua Sahihi Muslim, ni juzuu ya 16, ni ukurasa wa 90, hadithi nambari 2550, hadithi 2550, ukurasa ni wa 101, ukurasa ni wa 101. Fungua Sahihi Muslim ya sharhi ya Imam an-Nawawi, ni juzuu ya 16, ukurasa ni 101, hadithi nambari 2550. Ni tabi'i gani? Maktabatu Safa. Nakupa paka tabi'i ndugu yangu. Hadithi maarufu, hadithi ya Jureij. Jureij alikuwa ni abid, ni mcha Mungu. Huyu alikuwa ni mcha Mungu Jureij. Kisa chake ni maarufu. Huyu aliamua kutoka nje kwenda kujenga kijumba chake ili amwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaja mamake siku moja kumsalimia, asema nini? Ummi wa salati, mamangu na swala. Ni muitike nani? Mara ya kwanza, mara ya pili. Kisa maarufu habibi. Lakini yule mama siku ya 3 alipokuja kwamba Jureij hakumuitikia, yule mama akamwambia, na wewe Mwenyezi Mungu atakupa mtihani mwanangu. Mtihani aliopata Jureij ni mtihani kwamba alipata mwanamke mzinifu, malaya, ambaye anataka kuzini naye Jureij. Jureij hakufanya tendo kama hilo kabisa, kwa ajili ya kumogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yule mama akaenda akapambana na mchunga mbuzi, akafanya tendo lile, akapata mimba. Aliporudi kwao watu wakawa wakali kweli kweli, na akazaa. Baada ya kuzaa watu wakawa wakali, wakawa utasema hii mimba ni nani aliyokuweka? Akasema ni Jureij.
yule Jureji ajifanya shekhe yule. Watu wakatoka wakaenda kumpiga Jureji na kumlaumu, wewe shekhe gani wewe, wali gani wewe, wafanya mambo kama haya. Jureji akawaambia, subirini kwanza, niacheni ni swali jamani. Jureji akaswali raka 2, kisha akasema nileteni huyo mtoto. Jureji akamweka kidole mtoto kwenye kitovu chake, akamwambia, man abuk, babako ni nani wewe mtoto? Mtoto akasema, babangu ni mchunga mbuzi fulani. Aliposema hayo maneno, wale watu walifanyaje? Fa aqbalu ala Jureij. Sasa nataka ushahidi hapa sasa. Hadithi ni ndefu, lakini nakupa ushahidi. Fa aqbalu ala Jureij yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi. Wakamwelekea Jureji sasa, wale watu wakimbusu Jureji, wakijipangusa na Jureji. Allahu akbar! Ili wapate nini? Wapate baraka za Jureji. Jureji kumbe huyu si mtu wa kawaida, huyu ni walii, huyu ni mcha Mungu. Hadithi hii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza mwenyewe. Lau ingekuwa kutabaruku na watu wema ni shirki, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangekubali mambo kama haya. Ndugu yangu, hangetufundisha mambo kama haya. Hivi kweli Bwana Mtume Muhammad atakubali ushirikina? Atakubali upotevu? Ni kwamba ndugu yangu Muislamu alhabib, tusomeni kwanza, tusome, tusiwe na haraka ya kurudi. Kwanza tusome, na usisome kitabu kimoja. Tatizo nyinyi mnasoma vitabu vimoja, kutajibat, mnafungwa kwenye box basi. Soma hii hadithi sahihi Muslim. Bwana Mtume anakubali moja kwa moja kwamba watu wema kumbe wanatabarukiwa baba. Hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili ili nikuonyeshe kwamba jambo hili la kutabaruku na watu wema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelikubali na yeye mwenyewe amelifanya. Rudi katika kitabu kinaitwa Majma'uz Zawaidi wa Manba'ul Fawaidi, mujalladi wa 3, ukurasa wa 69, hadithi nambari 1086. Rudi kwenye hicho kitabu. Kitabu cha nani? Cha Al-Hafidh Al-Imam Nuruddin Abi Bakr Al-Haythami, Ali bin Abi Bakr Al-Haythami. Hadithi ambayo ni sahihi, ameisahihisha yeye huyu, asema kwamba an Ibn Umar, kutoka kwa Ibn Umar asema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'athu ila al-matahir, Bwana Mtume alikuwa akiwatuma watu kwenda kuwachukulia maji katika vombo kule. Fayuta bilma'i, Bwana Mtume akiletewa maji, fayashrabuhu, akinywa maji kama yale, yarju barakata aidil muslimina. Kumbe Bwana Mtume alikuwa anakunywa maji yale ili kutarajia baraka za mikono za Waislamu. Bwana Mtume yuwatafuta baraka za mikono za Waislamu, ndugu yangu. Hadithi ambayo ameitaja vile vile na ameikubali shekhe lako Albani. Shekhe lako Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani ameikubali hadithi hii. Fungua kitabu chake Sahihul Jami' As-Saghir wa Ziyadatihi, Al-Maktab Al-Islami, chapa cha Al-Maktab Al-Islami, ni hadithi nambari 4894. Asema hadithun hasan, ni hadithi sahihi kabisa, kwake imesihi Sheikh Al-Albani. Vile vile rudi kwenye kitabu chake cha Albani kingine cha pili, na kuongezea ndugu yangu, ili usiwe na shaka habibi, kitabu chake kinaitwa As-Silsilatu Sahiha. As-Silsilatu Sahiha, mujalladi wa 5, ukurasa 154, ni hadithi nambari 2118. Ndugu yangu Al-Imam Al-Albani, Sheikh lako Al-Albani, ninakutajia Albani ili nikutoe shaka. Sisi kwamba tunamtegemea Albani, la, nakutajia wewe ili usiwe na shaka baba, kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitafuta baraka pia kwa Waislamu. Nikuonyesha wazi ndugu yangu kwamba baraka si takhasisi ya mtume peke yake. Baraka inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio anapeana baraka. Mwenyezi Mungu yuwapeana baraka. Utaona kama Al-Kaaba ina baraka, inna awwala baitin udhi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka. Al-Kaaba ina baraka, ni Mwenyezi Mungu ndio ameweka Al-Kaaba. Bwana Mtume Muhammad ana baraka. Msikiti
Masjid al-Aqsa, subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-Aqsa alladhi barakna hawla. Masjid al-Aqsa ina baraka ndugu yangu, aliyoiweka baraka ile ni Allah. Kwa baraka ni siri ya Allah, nilikueleza. Ndio maana nimekwambia ile mada yangu ya baraka hujaisikia mpaka mwisho wewe. Albarakatu, nilisema albarakatu sirrul ilahi fi, baraka ni siri ya Allah katika kitu ama katika mtu. Baraka ni siri ya Allah humpa mtakaye. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu kipenzi changu, al-akh al-aziz, kama vile maswahaba walikuwa wakitabaruku na mtume, na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwaambia kwamba ni haramu wala ni shirki, kwa sababu nyinyi ndugu zetu mawahabi ni kwamba kutabaruku na mtu mwema ni shirki ama inapelekea katika shirki. Sasa tunakuuliza, kwa bwana mtume shirki inafaa? Huyu bwana mtume huyu anafaa kufanya shirki? Anafaa kufanyiwa shirki? Ndio maulama wakafanya kiasi baba, kwa kuwa maadamu bwana Mtume Muhammad maswahaba walitabaruku na yeye na akakubali na si shirki, basi na kwa mwema yoyote mwingine siyo shirki. Hao ni maulama, shekhe wa sunna. Wewe uliniambia kwamba shekhe amewatuhumu maulama wa sunna. Ndugu yangu, mimi siwezi kuwatuhumu maulama wa sunna, kwa sababu maulama wa sunna wamekubali kutabaruku na watu wema, inafaa. Waliokataa ni maulama wa Kiwahabi, lakini maulama wa sunna takriban 1000 wamekubali kutabaruku na watu wema, na nitakutajia hapa japo 10, kisha uje unaambia hawa maulama ni wa sunna ama si wa sunna. Kisha uje unaambia hawa maulama, je, ni washirikina hawa? Kwa sababu nyinyi itikadi yenu kutabaruku na watu wema ni shirki ama inapelekea katika shirki. Ndugu yangu Muislamu, ndio maana maulama wakafanya kiasi, kwa sababu hakuna ile kaida ulioitumia si mahali pake. Narudia tena kukwambia, hakuna dalili inayosema msitabaruku na watu wema, ama mtume alipokuwa maswahaba wakitabaruku na yeye angesema kwamba basi hii ni mimi peke yangu, wengine hawafai, hii baraka ni mimi tu. Wapi mtume amesema hayo maneno, ndugu yangu? Kwa hivyo nikionyesha wazi, ndio maulama wakafanya kiasi katika kitendo kile cha Mtume Muhammad, watu kutabaruku na Mtume Muhammad, basi inafaa kutabaruku na mtu mwema mwingine yote. Nakupa baadhi ya maulama ndugu yangu, baada ya kukupa ushahidi wa hadithi kwamba inafaa kutabaruku na watu wema, nataka hao maulama ambao wewe hukuwatambua, nakupa ushahidi. Maulama wa kwanza katika maulama wakubwa wa ahli sunna wal jamaa ni al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani amirul mu'minin fil hadith. Huyu ni mwanachuoni mkubwa wa sunna, hana shaka. Fungua kitabu chake Fathul Bari, sharh sahih al-Bukhari, hadithi nambari 1253, babu ghasl al-mayit bilmai wasidr, mlango wa kumuosha maiti. Babu ghusl almayit bilmai wasidr. Fungua kitabu Fathul Bari, ni ukurasa 166. Tabia gani ndugu yangu? Darus Salam ar-Riyadh, utapata hadithi ambayo ameipokea Ummu Atiyah al-Ansariyah. An Ummi Atiyah al-Ansariyah qalat, asema dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume aliingia kwetu sisi, hinama tufiyat ibnatuhu, wakati alipokufa binti yake, msichana wake bwana mtume Muhammad alipofariki. Asema bwana mtume aliingia, asema ighsilha bi 3 au 5, muosheni mara 3 huyu ama mara 5, lakini fa idha faragtunna faadhinnani, mutakapomaliza kumkosha munipe habari, msimkafini kwanza, munieleze mimi. Ummu Atiyah asema fa idha faraghna, tulipomaliza adhannahu, tulimueleza bwana mtume, ya Rasulullah kad faraghna ya Rasulullah, tumemaliza ya Rasulullah. Ummu Atiyah asema fa a'tana izarahu,
Bwana Mtume akatupatia kikoi chake. Faqala ash'irnaha iyahu, akasema Bwana Mtume, nitatieni hiki kikoi, yani kabla hamjamkafini kikoi changu kwanza kianze mbele. Kwa hadithi hii ndio Ibn Hajar al-Asqalani, sikia maneno ya habibu, sikia maneno ya maulama walioshiba, maulama waliosoma zikasomeka, maulama wanaomwogopa Allah, sio maslahi shekhe, sio dili, maulama wa dini. Wanasemaje? Ibn Hajar anasemaje? Wa hadha alhadithi aslun fi tabarruki bi athari salihina. Hii hadithi ni dalili tosha, ni dalili kubwa, ndio asili ya watu kutabaruku na watu wema, watu waende kwa watu wema kutabaruku. Ibn Hajar huyo kaelewa wazi kwamba sio shirki hii, maadamu kwa Bwana Mtume Muhammad inafaa, na kwa mwema yoyote, maadamu baraka ni za Mwenyezi Mungu, anampatia mtu yoyote mwema anayemtaka, basi yafaa kutabaruku na yeye. Ndivyo walivyoelewa kina Ibn Hajar al-Asqalani. Hivi al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ni mushrik? Afundisha shirki? Mpotevu huyu, hana dini huyu. Ndio pale nikasema, ndugu yangu, tusomeni baba, tusome kwanza habibi, tuacheni taasub, tuacheni fitna, tusomeni hii dini. Huwezi elewa wewe kumshinda al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Ndugu yangu, huyu ni al-Imam Amir al-Mu'minin fil hadith, huyu ni imamu wa kwanza ninakupa. Twende kwa imamu wa pili, ni imamu uliomkubali ukasema an-Nawawi wetu huyu, al-Imam an-Nawawi huyu, Shafi mwenzetu huyu, kama alivyosema an-Nawawi, Shafi mwenzetu. Alhamdulillah, Shafi mwenzetu kweli, Allah mrehemu na atupe baraka zake inshallah. Imamu an-Nawawi anakuhimiza basi ukatabaruku na watu wema. Soma sahihi Muslim, sharh ya Imam an-Nawawi, mujalladi ama juzuu ya 4, ni ukurasa 174, juzuu ya 4 ukurasa 174. Tabii gani baba? Maktabatu Safa. Ukienda ukifungua Maktabatu Safa, basi kwenye juzuu ya 4 ukurasa 174, hadithi nambari 503, hadithi ya Aun ibn Abi Juhaifa, asema anna Bilalan akhraja wudhu'an li Rasulillah. Sayyidina Bilal alichukua maji ya udhu akampelekea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanu ayi as-sahaba yaqtatiluna ala wudhu'ihi, masahaba wakawa wanapigania maji ya udhu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anayatawadha, masahaba wanapigania. Kwa hadithi hii al-Imam an-Nawawi anakuambia, wa hadha al-hadith, hadithi hii, wafihi, na ndani ya hadithi hii, at-tabarruku bi athari salihin wa isti'malu fadli tuhurihim wa sharabihim wa ta'amihim wa libasihim. Hadithi hii ni dalili tosha kwamba yafaa watu kutabaruku na athari za watu wema na kuchukua maji yao, yale chakula chao. Mtu mwema akila akiwacha, chukua utabaruku baba, pate baraka. Maji yake akila, tukua unywe upate baraka. Nguo yake vaa upate baraka. Imamu Nawawi huyo, Imamu Nawawi huyo anakuambia yafaa kutabaruku na athari za watu wema. Je, hal Imamu Nawawi mushrik? Imamu Nawawi mushrik? Hana sunna huyu? Hana dini huyu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndugu yangu, tuacheni hamasa zisizokuwa za elimu, ni hatari. Tatizo ni kwamba nyinyi hamkupawa elimu, hamkusomeshwa, yani mulifungwa kwamba katika mukararati someni hizi tu. Soma vitabu, elimu ni bahari. Soma vitabu vingi ndugu yangu, ndio upate faida. Usikubali kufungwa akili, soma. Kwa Imamu Nawawi huyo ni wa pili, anakuhimiza kutabaruku na watu wema. Imamu wa tatu ni al-Imamu Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shawkani. Al-Imamu Shawkani, Imamu Shawkani huyu naye ni imamu ambaye hana shaka ndugu yangu, imamu mkubwa huyu. Hebu fungua kitabu chake Nailul Awtar, mujalladi wa 5 ukurasa wa 78, hadithi nambari 2017,
Maktabatu Safa. Alipokuwa akisherehesha ile hadithi, Bwana Mtume Muhammad alikuwa ana kinyozi wake anamnyoa nyele, na maswahaba walikuwa wanapigania nyele zake. Imamu Shaukani akwambia wa hadha wa fihi at-tabarruk wa fihi mashru'iyya at-tabarruk bi athari salih, ni sheria haswa watu watabaruku na athari za watu wema, ni sheria. Allahu akbar! Shirki na sheria, jambo ni shirki, jambo ni dhalala, jambo la peleke watu kwenye shirki kama mnavodai, kisha iwe ni sheria. Ndugu yangu, tusome baba, tusomeni ndugu yangu. Imamu Shaukani huyo anakwambia ni sheria watu kwenda kutabaruku na watu wema, ni sheria. Imamu wa tatu. Imamu wa nne ni al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir, na yeye ni mmoja katika maimamu wa sunna wakubwa ambaye huna shaka na yeye ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah. Fungua kitabu chake kinaitwa Al-Bidaya wa Nihaya, ni mujalladi wa 12, juzuu ya 12, ukurasa 115, akimweleza bwana mkubwa waliyu min awliya illa Abu Ishaq Ash-Shirazi rahimahullah. Asema wa kana Abu Ishaq kullama marra bibardatin kharaja. Asema huyu alipokuwa kila akipita katika miji, asema kharaja ilayhi ahluha yatalaqawnahu bi auladikum yatalaqawnahu bi auladihim wa nisaihim yatabarakuna bihi. Alikuwa huyu akipita katika mji. Ibn Kathir anamueleza al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, asema huyu Abu Ishaq Ash-Shirazi alipokuwa akipita katika miji, basi watu wanatoka wanakwenda kumpokea, wanatoka wao na watoto wao na wanawake wao. Asema wafanyaje? Yukabilunahu, wakimbusu, yatabarakuna bihi, wakitabaruku na yeye, kila mmoja kushika mkono wake, mwenye kushika mguu, mwenye kushika kichwa. Wayatamasahuna birukabihi, na vile vile wanapangusa mpaka kile kipando alichokipanda, mpaka kile kipando alichokipanda wanakikamata, wanakuwa wanabusu, watafuta baraka. Ndugu Musa, huyu ni Ibn Kathir. Hal Ibn Kathir mushrik? Ibn Kathir ni mushrik? Anakubali ushirikina huyu? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Watano ni al-Imam Adh-Dhahabi. Allahu akbar! Al-Imam Adh-Dhahabi, al-Imam bingwa wa hadithi huyu, al-Imam Adh-Dhahabi. Soma kitabu chake kinaitwa Siyaru A'lam an-Nubala, mjalladi wa 9, ukurasa 344, akimweleza bwana mkubwa Ma'ruf al-Qarakhi. Asema Ma'ruf al-Qarakhi barakatul asri, huyu mwenyewe ni baraka. Huyu alikuwa ni baraka tosha, yani alikuwa ni baraka kabisa huyu. Kisha asema wa du'a, na dua, wa kabruhu at-tiryaqul mujarrab, kaburi yake pale ina baraka kweli kweli na dua zinakubaliwa haraka. Yuridu ijabata ad-du'a inda kabrihi lianna al-biqa'a al-mubaraka yustajabu inda ad-du'a. Al-Imam Adh-Dhahabi asema pale kwenye kawandala alipozikwa al-Imam al-Ma'ruf al-Qarakhi, pale kuna baraka nyingi, tena ni mujarrab na dua zinakubaliwa pale. Al-Imam Adh-Dhahabi mushrik? Imam Adh-Dhahabi mushrik? Anafundisha ushirikina huyu? Ndio pale ninakwambia ndugu yangu, tusome. Mutakuja kuwakufurisha maulama wote duniani nyinyi, na mtakuja kuwakufurisha mpaka maswahaba, mpaka bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hawa ni maulama wakubwa shekhi, wanakuhimiza wende ukatabaruku na makaburi ya watu wema. Wewe itikadi yako kwamba ni shirki hii,
wewe ndugu yangu, itikadi yako uliyofundishwa wewe kwamba hii ni shirki, hawa ni maubadul kuburi kama mnavyotuita. Sasa tunakuambia hao maulama hawa na wao ni maubadul kuburi, na wao pia ni mushirikina, na kuomba utakapokuja hili usilisahau ndugu yangu, yote tutakaosema, lakini hili usilisahau. Ulama wa sita ni al-Imam mwanachuoni mkubwa sana huu Ibn al-Jawzi rahimahullah. Al-Imam Ibn al-Jawzi, huna shaka na yeye huyu. Sasa huyu ndo anakuamrisha haswa kwamba shekhe, ukiwa una haja, una mambo ya kusumbua, nenda kaburini kwa watu wema ukaombe dua. Soma kitabu chake Sifatu Safwa, mujalladi wa kwanza, ukurasa ni 425. Alipokuwa akimweleza al-Maarufu al-Kafi, asema man kanat lahu ila Allah haja falyati kabrahu waliyad'u. Mwenye haja yoyote, mtu ambaye una haja, una matatizo, nenda kwenye kaburi ya al-Maarufu al-Karahi, tena uombe pale. Asema dua pale inakubaliwa, ni mujarrab, inakubaliwa. Huyu ni al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullah. Hal huwa mushrik? Huyu ni mushrik baba? Sisi tuko tayari kuitwa mushrikina, kuna neno tuiteni, lakini bwana fanyeni hisani moja kwanza, azina hawa kubwa vipi? Na wao ni mushrikina, hawana dini hawa. Imamu wa saba, ili tupate sunna ya witri, ni al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal alikuwa, fungua kitabu kinaitwa Umdatul Qari Sharh Sahih al-Bukhari cha al-Imam al-Hafidh Badruddin al-Aini rahimahullah, mujalladi wa 9, ukurasa 241, Daru Alam al-Kutub. Utayapata maneno haya. Asemaje? Asema wa kana al-Imam Ahmad yatabarraku biqamis al-Imam al-Shafi'i radiyallahu anhu. Imam Ahmad akichukua kanzu haswa ya shekhe lake, akiingiza kwenye maji, kisha maji yale akinywa, akitabaruku na shekhe lake Imam Shafi'i. Hal Imam Ahmad mushrik? Hal Imam Ahmad mushrik? Taomba jawabu shekhe, kwa sababu itikadi yenu, wanaokwenda kutabaruku na watu wema, wanaokwenda makaburini, hawa ni washirikina. Naomba jawabu sasa. Na hawa na wao lokutajia maulama, hawa nilokutajia 7 hawa ni washirikina. Naomba jawabu hilo. Hawana dini hawa, ni wapotevu hawa. Lakini nina imani ndugu yangu, ninavyokujua wewe ni mtu wa kheri, ni Muislamu, huwezi kubali kwamba hawa ni washirikina. Ni wewe utakuwa hujaelewa, ni wewe utakuwa hujaelewa. Kwa hiyo rudi usome uelewe habibi. Kwa hiyo hawa maulama, wewe umesema kwamba maulama si hoja, hata masahaba pia si hoja. Tutakwambia hiyo si kauli amma, hiyo si kauli ambayo imekubaliwa na watu wote. Vitabu vimesema bwana maulama si hoja. Kitabu gani? Ni kitabu gani kikubwa kushinda Al-Qur'an al-Karim ndugu yangu? Ni kitabu gani kikubwa kushinda Al-Qur'an al-Karim? Qur'ani inatuambia maulama ni hoja, maulama ni dalili. Tukiwa na jambo lolote hatujui, turudi kwa maulama. Rudi kwenye Suratul Nahl aya ya 43, fasalu dhikri in kuntum la ta'lamun. Mwenyezi Mungu anasema waulizeni maulama, waulizeni maulama. Allah anasema tuwaulize maulama ikiwa nyinyi hamjui. Hatujui sisi, tumerudi kwa maulama. Maulama ndio wametuambia jambo hili lafaa, sio shirki. Kwa hiyo ni Mwenyezi Mungu ndio katuregesha kwa ulama. Tunapofuata maulama ndugu yangu, tunafuata Mwenyezi Mungu sisi, na vile vile tunamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu soma sahihi ya al-Imam Tirmidhi, hadithi nambari 2692.
mujalladi wa 5 ukurasa wa 47. Anasemaje bwana Mtume Muhammad? Al-ulamau warathatul anbiya, maulama ndio mawarithi wa mitume. Kwa hivyo tunapouliza maulama, tumemuuliza mtume baba. Hatujafanya shirki sisi, wala hatujapotea, wala maulama hawajapotea ndugu yangu. Tumekwenda pale pale, tumemfuata Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad, ndio tukarudi kwa maulama. Na maulama nao wapo sambamba, wapo sahihi na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbe wale maulama waliokubali kwamba yafaa kutabaruku na watu wema, wamemfuata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu alhabib alakhil aziz, kutabaruku na watu wema si kwa mtume peke yake, hata watu wema wengine inafaa. Kwa ushahidi wa hadithi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio pale wewe ukasema kwamba faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Ulifurahisha sana ndugu yangu, Allah kubariki wallahi. Kumbe burda si shirki tena, inafaa kutumiwa alhamdulillah. Allah kubariki inshallah. Lakini tutakwambia hujaielewa hiyo burda. Burda ni yetu sisi, nahnu ahlul burda, sisi ndio wenye burda. Burda ni yetu sisi. Kwa hivyo ndio kwetu tukufahamishe. Faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, yuko juu bwana mtume kwa tabia na umbo. Bwana mtume hakuna anayemuingia mtume kwa tabia na umbo, wala miudanuhu, wala hawajamkurubia. Sio kwamba hawana, hawa wanayo tabia nzuri, kuna watu wanazo, umbo zuri kuna watu wanayo, elimu kuna watu wanayo, ukarimu kuna watu, lakini wala miudanuhu, baba dana, hawajamkurubia. Sio kwamba hawana. Nyinyi wewe msimamo wako ni kwamba ni mtume tu peke yake ndiye mwenye baraka. Sasa unakuja kuitumia hii ubeiti wa Imam al-Busiri, shekhe, hujauelewa. Imam al-Busiri wala miudanuhu, hawajamkurubia. Si kwamba hawana, wanayo, lakini hawawezi kumfikia Mtume Muhammad. Wewe wasema baraka ni mtume tu. Kumbe hao al-Imam al-Busiri anakubali kuna watu wana baraka, lakini baraka zao hazimfikii bwana mtume. Anakubali kuna watu wana elimu yao hawafikii na mtume. Fakam bin aibin qawla sahiha. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, mwanafunzi Ibn Taymiyyah, shekhe lako, kwenye kitabu Ruhu anakwambiaje? Fakam bin aibin qawlan sahiha, ni watu wangapi wanaotia kasoro maneno sahihi kama wewe, maneno sahihi. Kumbe wa afatu min alfahmi saqimi, tatizo ni akili, ni ufahamu tu baba. Wewe unasema ahlu tarika wana ufahamu. Ahlu tarika ndio wenye ufahamu shekhe. Ahlu tarika wapo na ahli sunna wal jamaa. Yaani utakunambia al-Imam Nawawi hana ufahamu, wewe ndio mwenye ufahamu. Ibn Hajar al-Asqalani hana ufahamu baba. Imamu al-Dhahabi hana ufahamu. Imam Ahmad hana ufahamu. Maneno gani unasema ndugu yangu hapa? Niliposema kwamba ndugu zetu wanapinga kutabaruku na watu wema, si kwa kusudia maulama hawa sunna shekhe, hawa nakubali. Nimekusudia maulama wa Kiwahabi shekhe. Nyinyi ni tofauti na ulama wa sunna. Ulama wa sunna ni hawa nilikutajia. Ikiwa si wa sunna njoo unaambie Imam Dhahabi si wa sunna, Imam Ibn Hajar si wa sunna, njoo. Tajua kweli alhabibi, kipenzi changu wewe ni kweli. Tajua kweli. Lakini huwezi kusema hivyo. Eti kama si wa sunna, ni wewe utakuwa hujaelewa. Na inshallah utaelewa inshallah taala. Ndugu Muislamu, ndugu yangu, ukaja ukasema kwamba haifai kutabaruku na watu wema kwa sababu al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali amesema kwenye kitabu chake Al-Hukmul Jadira. Wallahi nilicheka sana ndugu yangu. Nilikwenda maktaba kutafuta kitabu cha Al-Hukmul Jadira, nikasema hivi al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, bwana chuoni mkubwa wa lugha wa sunna huu, aliobobea kwenye elimu hivi, itakuwa haijui lugha ya Kiarabu Al-Hukmul Jadira? Nikasema hapana, hebu tuangalie kitabu. Kumbe kinaitwa ni Al-Hikamul Jadira. Al-Hikamu sio al-hukmu habib. Akisoma al-hukmu, hukmu ni mudhakkar, haiwezi kuwa al-hukmul jadira.
itakuwa ni al-hukmul jadiru. Allah tubariki inshallah. Kwa hivyo hiki kitabu kinasomwa al-hikamul jadira. Al-hikam jamu wa kullu jamu muannath ni al-hikamul jadira. Nimeteleza mimi, alhamdulillah, napenda kumpa mtu udhuru, lakini nakwambia usome vizuri habibi. Kitabu hakisome al-hukmul jadira, hapana, ni al-hikamul jadira. Ndio kitabu cha Ibn Rajab al-Hanbali. Alhamdulillah, soma vizuri, usiwakoseshe maulama vitabu vao. Vitabu vao kusoma vile vilivyoandikwa ni al-hikamul jadira. Sasa ikiwa kitabu kusoma kimekupiga chenga, mpenzi changu, utayafahamu maneno yake kweli? Utayafahamu maneno yake kweli? Maanake si masala ya kasire na dhuma. Tukosea kwenye kasire na dhuma sote, hata mimi nakosea, lakini kusoma kitabu pia habibi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii ni nasaha tu. Nilipokuja kuchukua kitabu cha al-hikamul jadira cha al-Imam Ibn Rajab, kwanza nilikaa nikashangaa sana. Si huyo ndugu yangu amesema kwamba maulama si hoja? Maulama si hoja bwana. Msikizeni alivyosema. Maulama si hoja, masahaba si hoja. Iweje leo anamtumia huyu Ibn Rajab? Je, huyu Ibn Rajab al-Hanbali ni mtume? Ibn Rajab al-Hanbali ni mtume? Si ni mwanachuoni huu? Kumbe nyinyi wanavyoni mnawatumia kwa maslahi yenu. Inna lillahi. Jambo mkilitaka nyinyi maulama, ya Allah. Jambo hamulitaki maulama hawafai. Hawa hamudhilina hawafai. Lakini jambo mkilitaka ulama, qala Ibn Taymiyyah, qala Ibn Rajab al-Hanbali, qala al-Imam an-Nawawi, qala al-Imam Suyuti, wanatajwa kwa kuwa mwataka jambo lile. Kuwe na insafi ndugu yangu. Hii ni dini ya Allah, si property yako hii. Tuwe na insaf. Tuwe na insaf. Tusiwe na taasub katika dini. Maulama ni maulama wote. Kwa nini unabagua maulama wewe? Kumbe huyu Ibn Rajab na kuuliza ni mtume, si wewe hutaki maulama. Wasema maulama sio hoja. Nakwambia kumbe dini huwezi kuielewa mpaka urudi kwa maulama. Sasa ndugu yangu, hata huyo Ibn Rajab mwenyewe ulimkamata wewe, Ibn Rajab hayuko na wewe. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali hayuko na wewe. Hebu soma. Wewe umesoma ukurasa wa 55, rudi kwenye ukurasa wa 54. Nasema wakana Umar radhiyallahu anhu wa ghayruhu min as-sahaba wat-tabi'ina yaqra'una an yutlaba minhum ad-du'a wa yaqulun anbiya'u nahnu. Ukianza huku ndo ungemuelewa Ibn Rajab al-Hanbali. Al-Imam Sayyidina Umar ibn al-Khattab, watu wema walikuwa yakrahuna, wakichukia, kwa maana walikuwa wao walikuwa na tawadhu. Tawadhu yani kitu bwana, sisi bwana, alhamdulillah bwana, sisi si mtume bwana. Walikuwa wanachukia, sio kuwa walikuwa hawafanyi tawassul. Wewe unakumbuka umetoa hadithi kwamba Sayyidina Umar alimfuata Abbas bin Abdul Muttalib, ammi yake mtume, awaombe dua. Sasa ni kwamba yeye hafanyi, hataki watu waende kwake kwa tawadhu yake. Na ndio tasawuf inakuwa na wewe bado una kitu. Ndio tasawuf baba, hii tasawuf inakufanya wewe kwamba wewe bado wewe huna lolote, wewe ni mchafu, wewe na madhambi. Tasawuf sio nyinyi kibri kwamba ni ahlus sunna jamaa, sisi bwana, sisi bwana, pepo ni yetu bwana. Haiendi hivyo habibi, haiendi hivyo habibi. Kwa hivyo Sayyidina Umar alikuwa na tawadhu, lakini huyo Ibn Rajab al-Hanbali yeye hayupo na wewe. Ibn Rajab anakubali kwamba watu wema hutabarukiwa, yafaa kutabaruku na watu wema. Rudi kwenye kitabu chake Adh-Dhailu ala Tabaqati al-Hanabila, mujalladi wa 2, ukurasa ni 216, akimweleza bwana mkubwa Abdul Karim bin Abdullah bin Muslim. Asema kana shaykhan saliha war'an mutadayyinan yaqsuduhu an-nasu li ziyaratihi wat-tabarruki bihi
Huyu bwana mkubwa Ibn Rajab al-Hanbali, shekhe lako uliomkubali wewe kwamba haifai kutabaruku na watu wema, anakwambia hapana, watu wema, watu waende wakatabaruku na wao. Mmoja ni huyu Abdul Karim, asema huyo alikuwa ni sheikhan salih, shekhe mkubwa, shekhe mzuri, mcha Mungu, tena mwenye imani, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, mwenye dini huyu kweli kweli, waliyu min awliyaillah. Asema yaksuduhu nas, watu walikuwa wanatoka kwenda kwake huyo shekhe, asema kwenda kumtembelea, liziaratihi, wanakwenda kuzuru, watabaruki bihi, kumzuru, watabaruki bihi, na vile vile wanakwenda kutabaruku na yeye. Huyu Ibn Rajab al-Hanbali vile vile bado anakutilia nguvu Sheikh Ibn Rajab al-Hanbali kwenye kitabu chake kingine kinaitwa hiyo hiyo Adh-Dhailu ala tabaqati al-Hanabila. Adh-Dhailu ala tabaqati al-Hanabila cha al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, huyo Sheikh lako anakwambia makaburi ya watu wema yana baraka na dua pale zinakubaliwa. Mujalladi wa pili ukurasa 287, akimweleza Musa bin Uthman, akimweleza huyu bwana mkubwa sana At-Tai, Musa bin Uthman bin Musa At-Tai, asema kwamba kana rajulan, kana shaykhan jalilan, aliman, imaman, abidan, salihan, asema wadu'a inda kabrihi mustajab. Mtu huyu unapokwenda kwenye kaburi yake, dua yake pale inakubaliwa. Kumbe makaburi ya watu wema yana baraka na dua pale zinakubaliwa, kama alivyosema Ibn Rajab al-Hanbali, shekhe lako ambao wewe umemchukulia ni hoja, lakini amekupiga cheka kwamba hapana, watu wema wapo na baraka zipo na watu waende wakatabaruku nao. Pia nikiendelea kusema na kukuweka sawa, ndugu yangu, wewe umekuja ukaniuliza suala na nimekushukuru sana. Allah akujazi kheri, akupe afya na umri mrefu ndugu yangu, mimi nakupenda kwa ajili ya Allah. Suala lako umekuja kuniuliza kwamba shekhe, wewe unawaambia watu waende makaburini wakatabaruku na masharifu, watu yani umeipata wapi hiyo? Hiyo ni shirki hizo. Je, maswahaba walienda kaburini kutabaruku? Walienda kaburini kuomba? Maswahaba walipata shida kama alivyosema, msikizeni. Maswahaba walipata shida, lakini walikwenda kaburini? Walikwenda kwa Abbas kwenda kuomba dua, kutafuta dua kwa Abbas, hakwenda kaburini. Kwa hivyo hiyo ni haramu, ni shirki kwa itikadi yenu. Nakwambia ndugu yangu, jazakallahu khaira, swala zuri hili. Swala lako nitakujibu kwa njia mbili. Njia ya kwanza nitakupeleka katika usuli fiqh, maana wewe ni mwana usuli mashaallah. Wenye usuli wanasema adamul fi'li laysa dalilu ala at-tahrimi, ama at-tarku la yadullu ala al-man'i. Tarki, jambo kuachwa, kwamba watu maswahaba hawajafanya jambo fulani, sio kwamba ni haramu jambo lile likifanywa. Elewa hivyo. Maswahaba wakifanya, ikiwa hawajafanya jambo kama hili, wewe unasema hawakwenda makaburini, nyinyi kwa nini mnakwenda? Tutakwambia usuli nakwambia kuacha kufanya maswahaba sio dalili kwamba jambo lile ni haramu likifanywa. Dalili ya kwanza. Dalili ya pili, wacha hili swala lako tumpelekee Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Fungua Fathul Bari mujallali wa pili ukurasa ni 495. 495. Fungua Fathul Bari ya al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani anakwambia wa yustafadu min qissati al-Abbas istihbab al-istishfa bi ahli as-salah wa ahli bait an-nubuwah. Asema hiki kisa kwa baba Saidina Umar alifuata Abbas, sio kuwa watu ni haramu kwenda makaburini kuomba. Hujaelewa. Ibn Hajar akwambia kisa hiki kinatuhimiza watu waende kwa watu wema wakaombe dua, watu wende kwa watu wema wakatafute dua, na vile vile haswa wende kwa masharifu
wewe upate masharifu. Lakini angalia Ibn Hajar anakwambia ukitaka dua yako ipande haraka, ikubaliwe haraka, nenda kwa masharifu wakuombee dua, ahlu baiti nubuwa. Kwa hivyo sio kwamba hii hadithi imekataza watu kwenda makaburini kuomba dua. Sasa nakupa ushahidi kwamba maswahaba wamekwenda kaburini kuomba dua. Nakupa ushahidi ndugu yangu kwamba maswahaba wamekwenda makaburini kuomba dua. Ushahidi, fungua Fathul Bari, sharh sahihi al-Bukhari, mujalladi wa 2, ukurasa 496. Hadithi ya Malik ad-Dar, hadithi ambayo kwamba ni sahihi, ameikubali Ibn Hajar al-Asqalani, ameikubali al-Imam Dhahabi, ameikubali al-Imam al-Baihaqi. Maulama watatu hadithi wakubwa wasema sanaduhu sahihun. Asema an Malik ad-Dar, kutoka kwa Malik ad-Dar, asema aswaba nasa qahtun fi zamani Umar, watu walipata chaka, walipata shida ya mvua katika zama za Sayyidina Umar. Fajaa rajulun ila qabri nabii sallallahu alaihi wasallam, akaja mtu kwenye kaburi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi sahihi ameitaja al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari mujalladi wa 2 ukurasa 496. Hadithi sahihi asema, hadithi ya Malik ad-Dar, ameikubali moja kwa moja al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Asema aswaba an-nasa qahtun fi zamani Umar, watu walipata shida ya mvua katika zama wakati wa ukhalifa wa Sayyidina Umar. Fajaa rajulun ila qabri nabii sallallahu alaihi wasallam, akaja mtu kwenye kaburi ya Mtume. Jamaa akaenda kwenye kaburi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia assalamu alayka ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum kad halaku. Ya Rasulullah, waombe umma wako mvua, wana shida, tuna shida, tuombe mvua ya Rasulullah, wanaangamia umma wako. Huyu jamaa anakwenda kaburini. Je, ni nani aliyekwenda kaburini? Ni nani? Hebu tuulize, huyu aliyekwenda kaburini ni nani? Twende kwa Imam Ibn Hajar al-Asqalani akupe ushahidi. 496 hiyo anakuambia aliyekwenda kaburini kuomba dua kaburini ni Bilal ibn al-Harith al-Muzani, ni sahaba, ahadu min as-sahaba, ahadu as-sahaba. Kumbe aliyekwenda kaburini kwenda kutawassal na bwana Mtume na kuomba dua kaburini ni sahaba. Wewe umesema maswahaba hawakwenda kaburini. Soma ndugu yangu, soma. Acheni haraka, acheni kelele, acheni taasub, acheni pressure ambazo hazina elimu, unapoteza watu. Sasa huyu sahaba nakwambia ni mushrik. Wewe itikadi yako wasema wanaokwenda makaburini kuzuru, kutabaruku, kuomba dua ni washirikina, ni maubadul kubur. Huyu sahaba Bilal ni mushrik? Naomba jawabu baba. Huyu sahaba ya kwanza. Sahaba wa pili aliyekwenda kaburini, fungua kitabu kinaitwa Tahdhibul Asma'i wal Lughat cha al-Imam an-Nawawi, shekhe lako mashallah, Shafi mwenzetu huyu. Anakwambiaje al-Imam Shafi? Al-Imam an-Nawawi, Tahdhibul Asma'i wal Lughat ni kitabu cha al-Imam an-Nawawi, fungua mujalladi wa kwanza ukurasa ni 336, akimueleza Uqba ibn Amir, sahaba mtukufu Uqba. Asema kana min ahsani nnasi sautan, Uqba alikuwa na sauti mzuri sana huyu. Alipokuwa akisoma Qur'ani mashallah, alikuwa akighani, sauti yake ilikuwa mzuri kweli kweli. Uqba wasala ila al-Madina wa wasala ila al-Madina fi 7 ayyam. Huyu alitoka Sham kwenda Madina, alitumia siku 7. Asema waraja minha ila Sham fi yawmayn wa nisfu, lakini aliporudi kutoka Madina kwenda Sham, asema alitumia siku 2 tu. Kutoka Sham kuja Madina katumia siku 7, kutoka Madina kurudi Sham alitumia siku 2. Kwa nini? Limadha? Asema liduaihi inda kabri nabii sallallahu alaihi wasallam. Kumbe alikwenda kaburini kwa Mtume, akaenda akaomba dua kaburini Uqba. Asema fi taqribi tariqihi, ili ile njia yake ikunjwe. Alikwenda kaburini akaomba kwa Mtume Muhammad, akatawassal kwa Mtume Muhammad, watashafa'ahu bihi, na akafanya tawassul kaburini pale, akaomba dua zake pale. Aliporudi akatumia siku 2.5 kwa baraka ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Muislamu,
kipenzi changu, tusome. Je, hawa masahaba Uqba ibn Amir, Bilal, hawa ni washiriki nao? Watafanya shirki hawa? Ndio pale ninakwambia tusomeni, tusome na tuacheni fitna. Nyinyi mumeleta fitna. Ukaja ukaniuliza swala la pili kwamba al-Imamu Nawawi amekataa watu kwenda kuyabusu makaburi. Umesema hivyo haifai. Imamu wetu an-Nawawi, Shafi'i mwenzetu, amekataa watu kuyabusu makaburi, kwenda kuweka mikono kwenye makaburi, haifai. Nakwambia hujamuelewa al-Imamu an-Nawawi. Kwanza al-Imamu Nawawi anakubali kwamba makaburi ya watu wema yana baraka na watu wafanye bidii wende wakatafute baraka. Imamu Nawawi huyo anakuhimiza nenda kwenye kaburi ya mtu mwema utafute baraka. Ushahidi Rawdatut Talibina, kitabu cha Imamu Nawawi, ni mujalladi wa 5, juzuu ya 5, ukurasa 94. Alipokuwa akieleza asema, wal imarati kuburil anbiya'i was-salihin wal ulama'i lima fiha min ihya'i ziyara wa tabarruki biha. Asema makaburi ya watu wema yataka yajengwe, yaimarishwe, yawe mazuri, ili watu waende kufanya ziara, watu wakayatembelee, wapate nini? Watabarruki biha, na wapate baraka pale, wakatafute baraka. Imamu Nawawi. Kwa hivyo Imamu Nawawi hajakataa kwamba makaburi ya watu wema yana baraka, hajakataa. Amehimiza haswa. Alilokataa yeye kwa maoni yake, aona haifai watu kuweka mkono ama kubusu, ni maoni yake hayo, lakini sio kwamba ni maulama wote wamekataa kwamba makaburi hayafai kubusiwa. Hapana, mimi nitakupa maulama watatu, sio wewe useme al-Imam Nawawi. Mimi nitakupa maulama watatu wanaokubali kwamba makaburi ya watu wema unaweza kutabaruku, kuyabusu na ukatabaruku nayo. Wa kwanza nani? Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Allahu akbar, amirul mu'minin fil hadith. Fungua Fathul Bari, mujalladi wa 3, ukurasa ni 388. Anakwambia wayajuzu takbilul mushaf, au wayajuzu takbilul mushaf, yafaa watu kuyabusu mshafu. Ule mshafu ukiuchukua ukibusu utapata baraka ya Qur'an. Wa ajza'il hadithi, vile hadithi sahihi Bukhari, Muslim, vitabu vya maulama ukizibusu utapata baraka. Wa kuburi salihina, na makaburi ya watu wema ukiyabusu utapata baraka. Ibn Hajar. Wa pili ni al-Imam Shaukani. Al-Imam Shaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shaukani, fungua kitabu chake Nailul Awtar, mujalladi wa 5, ukurasa ni wa 47. Anakwambia hivyo hivyo, wayajuzu takbil al-mushaf wa ajza'il hadithi wa kuburi salihina, yafaa watu kubusu mishafu, kubusu hadithi, vile makaburi ya watu wema. Watatu, ili nimalizie na yeye, ni al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunna wal jamaa. Namalizia na huyo imamu ahli sunna wal jamaa. Fungua kitabu chake al-Ilal wa Ma'rifati ar-Rijal cha al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad anaulizwa, wasuila an Imam Ahmad an takbili mimbari nabii sallallahu wa qabrihi liajli at-tabarruk wa at-taqarrub ila Allah. Aliulizwa Imam Ahmad kuhusiana na kubusu mimbari ya mtume na kaburi ya mtume kwa ajili ya kutafuta baraka na kujikurubisha kwa Allah. Faajaba, akajibu nini? La ba'sa bidhalika, la ba'sa bidhalika, la ba'sa, hakuna ubaya, si shirki, si haramu, si bid'a. Tutakuuliza sasa, kulingana na itikadi yako wewe, Imam Ahmad ni mushrik, Imam Ibn Hajar ni mushrik, Imam Ash-Shawkani mushrik? Utakuja kutujibu haya inshallah. Lakini mimi nataka nikupe nasaha moja ndugu yangu. Nikifunga maneno yangu, nataka nikupe nasaha. Kwanza kabisa nataka nikupe nasaha moja. Tushirikiane pamoja. Wewe umetoa kauli ya Imam Nawawi kwamba haifai watu kubusu makaburi. Naam.
nipo tayari mimi kuifuata kauli ya Imamu Nawawi. Je, na wewe upo tayari kuifuata kauli ya Imamu Nawawi kwamba makaburi ya watu wema yana baraka na watu waende wakayazuri wakapate baraka? Uko tayari hilo? Mimi niko tayari. Tushirikiane na wewe, tufuate huyu Imamu Nawawi, huyu twende pale, tusibusu kaburi wala tusiguse, tufuate Imamu Nawawi, lakini twende pale tutafute baraka, tuombe dua kama alivyotuambia Imamu Nawawi. Upo tayari hilo? Ikiwa kweli wewe ni mtu wa haki, ni mtu wa haki, watetea haki, watetea sunna kweli, tutakuona. Upo tayari ama watetea dili? Ikiwa ni dini utakubali, lakini ikiwa watetea haki utarudi ukubali, ndugu Muislamu, kwamba kumbe haya mambo ya kuhusu makaburi na kuomba dua kwenye makaburi ni mambo ambayo hayana shida wala hayana shirki wala si upotevu, kwa sababu maulama wakubwa wa sunna wameyakubali, na dua kama kaburini zinakubaliwa, wala si ushirikina, na wazee hawajapotea. Ndugu Muislamu, acheni hii fitna. Nasaha yangu ya mwisho, acheni hii fitna, acheni hii fitna ya kuwagawa Waislamu. Mumeleta fitna mbaya sana nyinyi, wallahi. Mmefanya wazee leo na watoto wao hawana raha, majumba leo hayana raha, wazee wanatukana, wanakufurishwa kwa fitna zenu mliokuja nazo. Ndugu yangu Muislamu, si sawa hivyo. Leo watu mpaka heshima, ndugu na ndugu hawaelewani, ndugu na ndugu hawaheshimiani. Nilihudhuria harusi moja kwa ndoa kule, harusi ikawa yule mwenye kufunga nikaha ni shekhe, lakini ni shekhe wa tarika, na shekhe ule ikawa yule bibi harusi anayeolewa ni ammi yake tu, kwa kuwa yeye ni aula zaidi amuozeshe. Babake yuko hai, lakini kulingana na heshima, kwamba baba angesema huyu ndugu yangu ni shekhe, ni kadhi, wacha nimpe heshima. Wallahi yule shekhe alikataa, asema hapana bwana, mtoto wangu hawezi kuozeshwa na huyu kadhi, huyu ni mushriki huyu, hawa ni wale watu wa kuabudu makaburi haya. Angalia hatari, mumefanya mpaka ndugu na ndugu hawaelewani, ile heshima hakuna. Na tumeliona hilo leo, ndugu na ndugu hawapewi heshima, heshima hakuna kabisa. Watu walikuwa wakiheshimiana ndugu na ndugu, leo wallahi heshima hakuna kabisa. Madharau ya hali ya juu kwa sababu ya fitna zenu mliozileta katika dini. Mwajifanya mwatetea sunna, kumbe mwatetea dini. Shekhe, haiwezekani ndugu yangu alhabibi, wewe uifahamu sunna kumshinda al-Imamu Nawawi, uifahamu sunna acho ni salafi kumshinda al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani, uifahamu sunna ama dini kumshinda al-Imamu Dhahabi, uifahamu dini kumshinda al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani. Shekhe, hayaja kilini ndugu yangu. Kwa hivyo nakuomba mimi kama ndugu yako, nimependa kwamba wewe, kumbe tatizo ulikuwa ile hutuba yangu ya baraka ya mtoro hukuisikia yote. Ungeisikia yote tena kwa makini ungeelewa, lakini alhamdulillah nashukuru kwamba ulikuja kuniuliza maswala na ulikuwa hujaelewa, nimekufahamisha. Ninachotaka kwako ndugu yangu, tushikane. Tuna mambo mengi ya kufanya ya kheri, ya kuelimisha umma. Mambo haya ya baraka, ya tabaruku, ama mambo ya maulidi, haya si mambo ya kufanya watu kupigana, watu kuzozana. Wewe wataka kufanya fanya, hutaki kaa utulie. Wala si mimi kwamba nahimiza watu waende makaburini, hapana. Mimi ninalofanya ni kwamba ni kuwatetea wale wazee wanaotukanwa, wale mashehe wanaodharauliwa, wanaonekana hawana dini. Sasa nataka uje uniambie, je, hawa mashehe nilikutajia wote ni washirikina? Hawaifahamu dini, hawaifahamu sunna? Nitajua kweli wewe ni shekhe. Lakini nina imani kwa husni dhani yangu kwako kwamba huwezi kubali kwamba hawa mashehe kina Imam Ahmad ati mushirikina. Haiwezekani. Ni kwamba ulikuwa hujaelewa. Inshallah utaelewa, na Mwenyezi Mungu atujalie ufahamu sote, atujalie kwa haya min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.